yalikutokea kwa sababu ya ukaidi wako. Lakini kama umejua kosa lako mwanangu, sasa unataka tufanye. Kwanza mama, naomba nisamehe. Mimi mwanao nimekosea. Ila nataka nifanye nusu ya kweli nimuoe Naifat. Kwa hiyo umezamilia kabisa kutoka moyoni, unachokiongea umekikusudia kabisa mama, wewe kutoka moyoni na maanisha. Nataka nimuoe Naifat. Kwa sababu ile binti hana tabia mbaya. Ni binti anayejielewa. Binti ametoka kwenye maadili, amelelewa na wazazi wake, ameleleka. Mimi ingekuwa ni binti mwenye tabia mbaya nadhani singeliafiki. Lakini siku zote ninazo kusisitiza mwanangu, mimi nimemuelewa yule. Kwa hiyo kama umeona hilo mwanangu niliko sahihi, basi tupate taratibu zote, tutafute washenga, tupeleke barua kwao, hatimaye mahali, hatimaye tuoe. Sawa mama. Nimeelewa mtoto wangu. Yaani leo umenifurahisha kushinda siku zingine zote. Wewe ndio jembe langu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Kuna umri ukifika inabidi utafute maamuzi yaliyo sahihi. Sawa baba. Sawa. Basi tutafanya hivyo. Hatimaye sio utapiga vigelegele. Hapa tu naweza kupiga kigelegele. Hiyo siku nataka kupiga vigelegele. Mimi tena. Abiria wa jana ulimbeba mwanangu jakaa kabisa kijiweni. Yule abiria mwanangu Jau. Bado kidogo tu nimpige makofi mwanangu. Onyolenyea japona dusha abiria kila siku. Siku zote kataka kumdondosha akamfokea, ndio maana kataka kumpiga kibao. Yaani makosa yake afa na kumpiga kibao. Dada yule hivi white yule Slay Queen au sio? Uzuri wote mwanamke umpige vibao rafiki yangu. Au uchawi nini sasa? Zingua kweli yani mwanangu mwenzi wangu. Kidogo nimpige makofi yani. Uchawi nini? Wa vipi mama? Kama kawaida. Mama nimekuja zaidi ya mara 3 hapa sikuoni. Unajua mpaka nikahisi labda umegongwa. Tuheshimiane. Anaanza kufika mbali sasa. Hamna mama, mimi simaanishi hivyo. Ila bodaboda yako imepata ajali. Sasa mimi nikajua upo gereji. Hamna bwana. Mitikasi tu mihangaiko, si unajua mambo mengi. Ndio nakubali mama. Alafu nimekumbuka. Vipi ule mzigo? Ulimfikishia dada yako? Ule mzigo nimempelekea. Ila sasa kachukua nusu. Nusu kivipi yani unamaanisha nini? Yaani kachukua 10,000 ngambia nikurudishie. Alafu baadaye akwambia uende. Kama sana. Kwa sababu ndio utajua muda gani unaweza ukafika kule. Kaseti mipango yako fresh ukatokea. Kaseti mipango kule mwamo fresh tu. Kwa utumbo wote umemaliza. Mimi sina mbwambwa, sio mbwambwa. Kizazi sana mwamo. Sema nini? Ile nusu robaki nipe basi. Tuje tunaishi vipi? Hauna semaje? Au mimi leta hiyo nusu kwanza afu tufanye maajabu. Lakini mama ulisema utanizingatia, naona kimya. Naelewa. Ngoja tufanye hivyo. Unajua maisha yetu yenyewe hard life mwamu. Bali mimi nakupinga lakini mama nakuanzia begeje. Wewe ishi na hii sasa, unasemaje? Kwa sababu sindawa wangu kajoba unanichinja bahari na nitoa kapa. Zingatia mwana. Fresh basi wewe tutaendelea kuonana. Wewe wako hapa ngendembo yote, yani vipengele kiufupi hakuna. Mambo ya shaka fresh bulbul. Hapo nasubiriwa wewe. Au sio mama? Mimi sina kukubali mwanangu, una baya, hujarogwa, ukifa uozi na ukioza unuki na ukinuka utoke funza na ukitoka funza atembei na akitembea uwakanyaki. Oya mama, una baya. Fresh mama. Oya, tafute hela. Angalia sio utaniacha gereji basi kama ndalodi. Markimi mwanangu. Mama. Niambie jembe langu. Safi, shikamoo. Baba kwema. Kwema sio. Safi tu za huko. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anasaidia. Tupo tunakimbizana. Mama. Unajua hasira hasara Maliki, kwa hiyo umempiga tena binti wa watu? Mbona unacheka? Mama Maliki. Sasa kwani nimpige Naifat? Unajua Naifat anapompenda. Naifat ndio mke wangu mtarajiwa, nampiga. Hapana siwezi kufanya hivyo. Sikuelewi kwa sababu unaongea hasira. Unamaanisha nini? Umenitisha kidogo. Mama. Laiti ya kwamba ningefanya utofauti ile siku nimeenda kwa kina Naifat. Labda nikatoa maneno ya kejeri kwao. Au tuseme nikamtukana au nikafanya kitendo cha ovyo chochote pale. Sidhani kama leo Naifat angeweza kukunjua nafsi yake na kufanya hiki alichokifanya mama wangu. Kimetokea nini? Kafanyaje mtoto wangu? Mama, acha tu mwana nitafute pesa. Acha nipambane nitafute hela. Malki, sikuelewi unamaanisha nini?
bila nikwambie. Mamali kanielewa. Yaani in short kwamba Naifat nimemtuma mdogo wake ampelekee pesa, kachukua. We mtoto, unaharibu somo ya mwezio. Hujamuoa yule sio mke wa ndoa. Nilikukataza hili swala na umelirudia tena. Unatuma pesa unapeleka kwa yule binti, watu wanachukua. Wewe utakuwa ibilisi mwanangu. Huu mwezi wa haki, mwezi wa toba. Mama, pesa ina nguvu kuliko swaumu. Malik, kufuru yako peleka huko. Umenielewa mtoto? Mama, ingekuwa kufuru basi Naifat asingekubali kupokea muamala wangu. Malik, naongea na wewe nini? Niliongea na wewe juzi, niliongea na wewe nini? Kwani naongea na wewe linaingilia huku, linatokea huku. Kwani mimi ninayokuambia mamako huyatia akilini? Unaoliamua wewe unaliona hilo liko sahihi. Kweli mwanangu, kipindi hiki cha Ramadhani, huu ni mwezi wa kumpelekea mtoto watu muamala. Na mtoto watu anafunga yule. Si alikimbia nyumbani kwako kwa sababu ende akafunge. Wewe ukuliona hilo? Wewe si kijana mkubwa, kwa nini huwazi huu ni mwezi wa toba? Huu ni mwezi wa haki. Huu mwezi hautakiwi makando kando. Huu mwezi uko sahihi, ni mwezi wa kunyooka. Wewe Malki, wakwenda kuchukua tena pesa, mamako nimekukataza kwenda kuchukua ukachukue muamala sijui ukampelekee mtoto watu, unamshawishi mtoto watu, unamlubuni. Kwa nini? Kwa nini unafanya hivyo? Malki, nishakwambia mimi wewe upumbavu siutaki. Na siutaki kabisa nakwambia. Maliki. Mama. Achana na mimi nimekwambia. Bibi mkubwa na ashachanganyikiwa na vikoba. Yaani namwelekeza mambo mazuri. Babu alijua milango ishaniendea basi. Hivi mama, hivi mimi na miaka mingapi? Una akili timamu kweli? Ina maana mpaka mliofikia hapo ulio na miaka mingapi? Mimi sijui, naona tu watu wanafanya happy birthday, sio natimiza mwaka, sio miezi, yani mimi hata sielewi. Mwanangu kweli? Unanifanya mama kila siku leo na mawazo kukufikiria wewe. Ina maana wewe hujui umezaa mwaka gani, hujui una miaka mingapi, hujui chochote, si ndio? Sasa mama, mimi ningejua ningekuuliza mama. Kwa jinsi ninavyoonekana hata jinsi yako wewe hujui, si ndio? Labda nusu tunaijua. Naweza kujitambua siku zote utakuwa hivyo. Mama mwingine maana nashinda kujua kwamba naweza kaongea vitu ambavyo nikamkosea Mwenyezi Mungu kwa kweli. Alafu wewe jana ndio ulishika simu yangu. Umenifutia vitu vyangu vyote? Hiyo simu mimi sijashika na muda. Alikuwa anashika jana wewe nani? Sio wewe. Wewe usitaki kunidanganya. Yaani usitaki kuongea uongo. Kwa sababu jana nimekuona mimi mwenyewe. Usiku nimekuona mwenyewe umeshika simu yangu. Na ukishashika wewe tu, ujue tayari tatizo. Mimi simu nimeshika juzi, jana mimi sijashika simu. Bwana chizi. Kiovyo mbona ni muongo sana. Kwa nini? Wewe jana usiku tulikuwa umeshika simu hii? Mimi nimeshika juzi mama, jana mimi sijashika simu. Kwa jana mimi nilikuwepo hapa nyumbani. Mama, mimi na iftari ya jana hujaipenda kabisa mama. Mama, mimi iftari ya jana nimeipenda. Magimbi matamu. Yaani baada ya kujilamba kichogoni, nimejilamba puani. Jamani. Wewe kichombo umeulizwa wewe? Kufua kwenye ufungi kazi ya ulafi tu. Anauliza mtu mwingine unajibu wewe. Ngoja sasa nikwambia, afu funga mama. Nimekuja kwa mijitu mibonge. Ifunge mradi ipunguze mafuta mwilini. Sasa mimi mwembamba nafunga na mfungia nani? Angalia mwili wenyewe kama kijiti. Acha afunge yenye miili yao. Subhanallah kiovyo. Kwa hiyo mimi ni mnene? Sasa kama unafunga na matatizo yako mimi nitajuaje? Yaani ujinga wako, naomba kuongelea huko kwa jinga wenzio. Kwani wewe unafunga kiovyo? Wengi kwa sifungi mingi uko nakuja hapa kula futari. Sasa unakula tu ili ushibe. Nafunga sasa hivi uchungu kinaenda 59 sasa hivi. Hebu acha kudanganya wewe. Sasa nimekumbuka ile hela jana nilipelekea mwenyewe. Shemeji nilipeleka. Wewe tena ukome. Ukome kabisa. Sitaki kusikia hilo jina. Huyo shemeji yako ulishaona amekuja kuleta mahali hapa? Au umeona dada yako ameozeshwa? Mbona unapenda kujitia kama mwanangu wewe hubadiliki kila siku. Kwa nini unakuwa hivyo?
Afu ni mtoto wangu wa kiume ambaye nilikuwa najua labda nimepata jembe, lakini yani ni ujinga mtupu. Kwa nini mwanangu badiliki? Alafu mama, unajua hilo usilisikilize sana. Takuja kuumizana jamani. Maana hizo akili zake kama amekunywa maji ya chooni, hata sijui ana matatizo gani huyo. Alafu mimi naomba niwahi zangu niende sokoni. Maana nikianza kumsikiliza huyu, hakutoendelea kitu hapa mama. Fanya haraka tu kupika mapema. Haya mama, baadaye. Haya. Nipo. Basi tutamaliza baadaye. Samani nitakupigia mara moja na. Samani Naifat. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Somo imepanda. Alhamdulillah. Mashallah. Samani Naifat. Kuna kitu nataka nikuulize. Samani lakini. Bila samani, wewe uliza tu. Umefanya nini Meliki? Mbona analia? Maliki. Analia. Analia nini? Kanambia anakupigia simu upokei. Na kikubwa zaidi anatuma miamala unarudisha. Na kingine kilichonitisha zaidi amekuja nyumbani kwenu umemfukuza kama mbuzi. Ya kweli haya? Kwa hiyo JB, umenisimamisha hapa kuongelea mada hiyo, si ndio? Hauna mada nyingine zaidi ya hiyo? Samahani Naifat. Sijakuuliza kwa nia mbaya. Samahani kama nitakuwa nimekukera. Aya, kwa heri. Hodi. Wenyewe. Hodi. Mama, shikamoo. Samahani, nimemletea Naifat mzigo wake. Wewe Naifat mwenyewe kwa? Sijajua kwani ndani hayupo. Maana nilipata taarifa zake kwa hiyo nikaona bora nipitie dukani pale ndio na mahitaji kidogo ya wasaidia siku 2-3. Hivi, wewe una akili kweli? Mimi nahisi ubongo wako utakuwa umeganda. Hivi, Naifat ni nani wako hasa? Mpaka eti utoke huko na mzigo mpaka hapa, sijui mahitaji si vitu gani umletee. Alikutuma? Hapana. Ila kwa hiyo kelele gani kilichokutuma mpaka ukaleta huo mzigo? Nilipewa taarifa kwamba nikipata nafasi nije, ndio maana niko na sauti baya nikipita dukani kununua baadhi ya mahitaji niwaletee ili wasaidie siku 2-3 mama. Alikwambia kama unaitwa nani? Kiovyo ndio nilikutana naye akaniambia kwamba nahitajika hapo. Huyo Kiovyo pungwani mwenzio. Yaani amekujaza na ukajazika. Na iwangu hawezi kuwa na upumbavu kama huo. Ngoja tumsubiri hapa aje.